Umemtupa mtoto. Tena usijiite mimi mwanao. Tena naomba ukae kimya wewe mzee wewe. Nina hasira na wewe na kuchukia. Wewe. Weka baby wewe. Tabia wapi unampiga babako hivyo? Naongea na wewe mtoto. Hey. Jamani. Mume wangu. Tabia wapi mtoto anakupiga vibao hadharani? Na huko hapa kabisa umekaa unacheka. Tabia wapi hiyo? Amuna kama mnanitia aibu kwa majirani. Sasa mke wangu, aibu gani nakuaibisha wewe? Aibu gani tena hiyo? Toka lini mazoea yamezidi mpaka mtoto wako anakupiga vibao tena nje? Kwa hiyo mke wangu unataka kusema kwamba umesahau kila kitu kinachoendelea humu ndani? Nisikilize bwana. Yule mtoto ana mimba. Na mtu kiwa na mimba lazima kuna tabia fulani zinatokea automatic tu bila kujitambua. Umeelewa vizuri? Yule mtoto nahisi kabisa yeye mimba yake atakuwa kama anazaa mtoto wa kiume. Babu anipende mimi babu. Babu ananichukia. Babu anadeka kwangu. Halo kaka. Habari. Mimi ni yule dada ambaye uliniachia namba yako. Nilikuwa na mtoto mdogo, ukaniambia kwamba utanipa hela ya msingi pamoja na hela ya kulipa kodi. Kwa hiyo nilikuwa naomba unitumie katika namba hii. Nakushukuru sana kakaangu. Tunaendelea tu vizuri. Babu anacheza na babu yake anacheza naye. Ndio maana akinipiga akinifanya nini? Ni kitu cha kawaida mke wangu. Nini shida? What's problem now? Hapana. Mume wangu. Hicho kitu akiniingilia akilini hata siku moja. Hata kama mtoto ni mjamzito, iweje umruhusu akupiga vibao tena hadharani? Ndio kumdekeza gani huko mtoto? Mke wangu, wewe unagubu sana. Unaongea sana. Hii hapa rubbish. Unaongea sana. Mama, mimi naondoka basi mkae wenyewe humu ndani. Maana nimekuja tata kupumzika sijapumzika. Mtoto bao, wewe unaongea mimi nifanyaje humu ndani? Mbona mimi sina raha nyumba yangu? Nini maana kujenga nyumba? Na mimi nimekuja tu kidogo tu anza kuongea ovyo ovyo basi. Siingii ndani, kaeni nyinyi mlizike hapa. Kaeni nyinyi mlizike. Wewe vipi bwana? Mume wangu. Acha mimi bwana. Mimi kufika kidogo tu. Fyoko. Kwa majina naitwa ACP Lambert, ni mpelelezi kutoka kituo cha kati. Kulingana na taarifa tulizozipata za kutatanisha kuhusu mtoto aliyepotea, kwa nimekuja hapa kupata madodoso mawili matatu kuhusu huyo mtoto, kitu ambacho kinaweza kikaturahisishia kuweza kumpata. Kwa hiyo nitawauliza maswali mawili matatu, nitawauliza maswali kadhaa. Naomba muonyeshe ushirikiano. Nisikilize wewe, sijui mpelelezi, utajua mwenyewe. Nina kazi nyingi sana za kufanya. Kwa hiyo nakupa dakika 2 tu, huo umeshamaliza. Usijali. Ni muda mfupi tu tutakuwa tumemaliza. Sawa? Maswali sio mengi. Sawa, tuko pamoja. Sawa. Mtoto alikuwa na umri gani? Miezi 3 au 4 kama sikosei.
Sawa, asante. Na mazingira ya mtoto kupotea yalikuwa yakoje? Alipotea akiwa ndani au alikuwa nje? Unako na moyo gani jamani? Unawezaje kumtupa mwanao kumzaa mwenyewe? Mungu wangu. Unaweza mtu akamtupa mwanae mwenyewe? Mungu wangu. Mbona naumia? Kuna watu hawana uchungu. Inawezekanaje mtu kumtupa mwanae? Mungu wangu, naomba niepushe mimi. Inawezekanaje hili? Nabe, mume wangu umeniita? Sasa nimekuita hapa kwa sababu moja. Vipi kuhusu binti yako huyo? Mmefikia wapi? Yaani kuhusu Kabebi amekataa kabisa kuniambia ukweli kuhusu hiyo mimba ni ya nani. Huyu mtoto huyu atakuwa na kichaa au mimba yake inampeleka puta. Asitoe akili bwana. Sio maneno vizuri. Asitufanye kama machizi. Tunashinda kufanya kazi zingine tumwaza yeye tu. Yeye amekuwa nani humu ndani? Sasa nisikize mke wangu. Wewe unajua mke wangu utakuwa na maakili ndio maana nikakuweka ndani bwana. Haya mpaka sasa hivi wewe unaanza kitu gani? Mimi nilichofikiria turudishe tu pesa za watu mume wangu. Wasemaje wewe? Turudishe pesa za watu tukatiwa aibu ndo binti yetu kasharibu. Wewe hebu kelele kimya hapo. Wewe mpuuzi nini? Hivi unajua kama riziki mafungu 7? Unajua riziki yako iko sehemu gani wewe? Yini wote umeleta pesa, turudisha pesa. Kwa pesa gani tulikuwa nayo hapa? Mahali ishakuja tayari. Wewe una hela hapo. Nisikize kwa makini mke wangu. Hapa hela hairudi. Hapa hela hairudi. Na kutaarifa kama uko ujui, kila siku tunavyozidi kukaa hapa, hela inazidi kupungua. Utaona kuna kitu gani hapa? Mume wangu, hiyo hela umetumia na nini? Hulipii kodi. Sijui kuona hata umeleta kuku ndani. Haya, hiyo hela imeenda. Tunapokula hapa unajua tunakula kitu gani? Ndo maharage na dagaa 1,200,000 na 200,000 ishe? Hapana. Sasa dagaa naenda kuchuma sehemu ama na shamba la dagaa mimi? Yaani 1,100,000 na 200,000. Huo msala si utaki, rudisha pesa za watu. Hivyo ni mpelelezi kweli? Nimekwambia mtoto alikuwa nyumbani. Alikuwa nyumbani. Sawa. Na unajua sisi ni binadamu. Kwenye harakati za hapa na pale za utafutaji kuna watu tunakumbana nao, wengine tunakosana nao, wengine wanageuka kuwa marafiki. Kwa hizi siku za karibuni kuna mtu yoyote ambaye labda mmekoseana naye sana akawatishia jambo la ajabu ambalo sio zuri? Wewe sasa naona hujaja kupeleleza swala la mtoto. Umekuja kupeleleza maisha yetu. Naomba unisikilize we baba. Kama umekosa kazi za kufanya, ungekaa kwako. Na labda nikwambie kitu. Nilikupa dakika hizi, zimeshaisha. Sina muda kuendelea kukaa hapa. What? Mtu ametoka pa kutoka amekuja hapa. Amekuja hapa kwa nia yetu sisi. Anakuuliza maswali kwa nini unamjibu ovyo? Ulinipa taarifa? Nilikuwa najua hapa kama kuna mpelelezi anakuja. Ungenipa taarifa ningejua nitafanya nini, nitamjibu nini. Sasa sina majibu ya kuendelea kumjibu. Nina kazi nyingi za kufanya. Dakika 2 zimeisha.
Nashukuru sana ndugu yangu mpelelezi kwa kufika hapa na kuacha kazi zako kuja kutaka kujua hili. Lakini kuombe tu ulazi. Najua mke wangu siku 2-3 iko sawa kabisa. Kwa naomba tutuvumilie, kila kitu kitakaa sawa. Usijali. Mimi asante sana kwa ushirikiano wenu. Nashukuru sana. Nashukuru. Haya, asante. Nisikilize kwa makini. Mimi pesa sirudishi. Sawa? Pesa mimi sirudishi. Sawa? Lakini sasa kitu ambacho ninachokifikiria, ongea na mwanao. Ongea naye vizuri tu, kaa naye. Ile mimba aliyokuwa nayo tuitoe. Kutoa mimba? Hapana. Bahati mbaya enda akatoe mimba, afe au haribu kizazi. Tutakuwa wageni wa nani kwa mtoto wetu? Na tuna mtoto huyu mmoja. Mtoto wa dawa yule. Wewe ni mwanaume, unaweza kaenda kukazaa mimi. Hebu uweze kunifikiria hata mimi mke wako. Wewe mwanamke, nisikize kwa makini kabisa. Wewe na mwanao mmeanza kunipanda kichwani. Mnanipanda kichwani. Nitawakimbia, nitawaachia nyumba. Mimi sishindi kukimbia. Nitatafuta kitu kizuri chaupe, kidogo nitakitafuta. Nitafuta kwa nilipo mnipate. Msinipatie ni pressure bwana mimi. Mume wangu usifikie huko. Sawa? Usifikie huko baba. Nitafanya unavyotaka. Nitafanya. Sitaki ufikie huko mume wangu, tuyaache haya. Sawa? Mimi nitafanya. Nitampeleka akatoe. Hiyo vipi kusasa hiyo hela? Haya, toka hapa. Lakini mume wangu. Toka! Hata kuniona na pressure ya Mungu. Nikiwachekea hawa. Au naongeza mke wa pili. Anipe backup kidogo. Hivi Nurat, ulikuwa una maana gani mpelelezi anakuja kuongea na wewe unachoka unajibu maneno shombo kama hayo? Hivi mume wangu, ina maana wewe hujui ratiba zangu? Yaani mimi huwa nataka nifanye kazi zote kufika saa 6 niwe nimemaliza, ili na mimi nipate muda mzuri wa kupumzika. Hakuna cha ratiba bwana, nisikilize. Utakuwa kai kwa amani humu ndani. Tena niangalie hivyo. Kila siku mtoto. Tutakesha vikao kila siku hayo. Sijui. Mtoto mwenyewe wako. Huyu kucha ananitafuta nini mimi? Yaani kila siku mambo yangu yanazidi kuwa mabaya. Sasa kucha, kuna kitu nakitafuta. Nitakuonesha. Boka bebe. Nakusubiri pale. Hivi Nurat, wajua tangu atoke mpelelezi hapa ndani sioni ushirikiano wowote kwako. Sioni ukiniuliza swali, sioni na kashikashi yote, umekaa mrelax tu. Hii ina maana gani? Mume wangu, hebu tuiache siku ya leo ipite. Tujaribu kuwa na amani hata kidogo. Unataka siku ipite? Unataka siku ipi ipite? Unahisi labda mimi kuzungumzia kutaka kujua ni kama na kugasi? Sasa nikwambie kitu kimoja. Yaani leo naomba uwe muwazi. Yaani wewe leo kuwa muwazi. Na laiti ukiniambia ukweli, basi mimi na wewe nahisi itakuwa ndo mwanzo na mwisho haya malumbano. Utakaa kwa amani sana.
Niamini mimi ninachokwambia. Yaani kama utakuwa muwazi leo na kuniambia ukweli, utakaa kwa amani. Sitakusumbua. Yaani mimi sitakusumbua. Na sitakupigia kelele. Nakwambia ukweli. Yaani mimi nimetoka kwa dada yangu, nimezungumza naye. Ameniambia vitu vingi sana. Yaani nyinyi wanawake mna siri nzito sana. Nurat, ukute yule mtoto sio mwanangu. Kwa sababu najaribu kufikiria na kutafakari kwa umakini sana. Anawezaje mtu kumchukua mtoto angali yupo ndani? Niambie ukweli Nurat. Nataka nifahamu ukweli. Yule mtoto mwanangu ama sio mwanangu? Kabebi, hivi maisha mpaka lini? Yaani maisha sina hata amani, sina hata raha. Yaani kila nikija pale nyumbani pale napaona kama motoni vile. Sasa nisikize kwa makini bwana Kabebi bwana. Sitaongea tena. Sitaongea tena. Umeona kile kibao chonipiga mpaka mako kutufuma Na nahisi kabisa mako kashiza kuwa na wasiwasi mimi na wewe. Mimi ni baba yako. Usisahau hilo, yaani usije ukasahau hicho. Yote yatokee tu yafanye kama tushasahau. Tufute mamwelekano yote ambayo yatokea. Siongei tena. Naongea hii mara ya mwisho. Kama unataka ushindane mimi na baba yako, unataka tushindane mimi na wewe, tuanze kushindana sasa. Tuanze mimi na kushindana. Afu tuone nani atashinda katika hii kesi. Kwa hiyo umeenda kule kukutana na dada yako kunidiscuss mimi na sio swala la mtoto tena. Kwa hiyo nataka nionekane mimi ni malaya, si ndio? Mimi nakuchiti. Ulikuwa wapi kuuliza siku zote hizo ambazo mtoto yupo hapa nyumbani? Umesubiri apotee ndio uanze kuniuliza mimi hayo maswali? Haya sawa, amepotea. Ukasema sijui tu ujue ni mtoto wako au sio mtoto wako. DNA unapimaje? Yuko wapi hapa? Afu wewe na wewe dada yako, kama unamwamini sana yeye kuliko mimi, basi muoe dada yako. Aje akae huko ndani. Pavu wewe. Hivi unasikia tukiongea kweli wewe? Yaani mimi nikamchukua dangu nizae naye? Jinga mkubwa wewe. Shenzi una adabu. Mbavu. Nimchukue dangu nije nizae naye. Wewe ushakuwa na wapi hicho kitu? Ulikiona wapi hicho kitu? Hakutokalika huko ndani kama mtoto hatopatikana Nurat. Huwezi kukaa. Huwezi. Huwezi kupata amani. Shenzi kabisa huyu mtoto. Wewe mshenzi kumbe wewe. Shenzi. Nakupa hela. Yaani hii utaki ustaki. Nakupa hela. Nakupa 50,000. Sawa? Nakupa 50,000 Kabebi. 1, 2, 3, 4, 5. Mama hii ya kutoa mimba. Katoe mimba uliokuwa nayo. Shika. Ukatoe nini? Kabebi, ukatoe nini? Mimba. Katoe mimba. Ukatoe mimba kwa herufi kubwa. Sasa ole wako usitoe mimba. Ole wako usitoe mimba.